Hello traders, ni matumaini yangu mnaendelea vizuri, na leo tutakwenda kuangalia direction ya gold na baadhi ya trading opportunity kwa upande wa next week tarehe 18 ya mwezi wa 5. Kwanza tukiangalia, this is a weekly time frame, this is a weekly structure, this is gold na hii ni weekly structure. Kama unaweza kuona kwamba kwa upande wa last week market imeseli kwa momentum kubwa tu, yani imeseli massive from 47.70 mpaka 45.20, more than 2000 pips. So it was a massive sell so far. Lakini vilivyochangia hii movement kwa asilimia kubwa ni vitu vitatu na vyote ni based on fundamental. Cha kwanza kabisa ni CPI. Tulikuwa na CPI Jumanne, ilikuja ni more positive kwa upande wa dola, na on Wednesday tulikuwa na PPI. PPI nayo ilikuwa ni more positive kwa upande wa USD. Lakini namba tatu ilikuwa ni safari ya Trump kwenda China, na aliondoka na masio wa makampuni yote makubwa. Manake ilikuwa sio safari ya kisiasa, ilikuwa ni business trip, ilikuwa ni masuala ya kibiashara, habari za trade, yani kiufupi ilikuwa ni masuala ya trade na uhusiano kati ya Marekani na China katika masuala ya kibiashara. Kwa hiyo mazungumzo nayo pia yalikuwa ni positive kwa upande wa USD. Ukiangalia vitu hivyo vitatu vimecontribute hii movement ya more than 2000 pips in one week. Lakini kwa upande wa next week kuna headline ambazo kidogo zinaweza kawa counter hii movement, japokuwa sio immediate. Baada ya market kufunguka, baada ya kuwa imetake some key levels, ina uwezo wa kugeuka, safari ikageuka, tukaanza kupanda kwa upande wa next week. Kama tulivyozungumza kabla kwamba market inakuwa inaendeshwa na fundamental na technical inakuwa inatupatia tu zile point ama zile opportunity za kuingia ama kutoka sokoni. Okay, kwa upande wa next week tukiangalia, kuna headline ambazo zinaweza zika drive market kwa next week. Ya kwanza kabisa ni waziri wa mambo ya nje wa Irani amesema from Saturday last week, manake from Saturday ya jana, manake Jumamosi ya jana, Strait of Hormuz iko open kwa meli zote isipokuwa za maadui wao tu. Kwa hiyo this is very good news kwa upande wa gold, ama this is just a bullish signal kwa upande wa gold. Lakini vile vile miongoni mwa headline ambazo zinaweza drive market kwa upande wa next week kutoka kwenye chanzo ambacho ninakiamini ni kwamba wanadai US imeanza kuondoa vitendea kazi kule Middle East. Ina maana ni kama anaanza kukimbia mashindano taratibu. Ina maana this is a great sign kwamba almost kuna ceasefire ambayo inaweza ikadumu kwa muda mrefu, na kama Strait of Hormuz pia itakuwa iko open, this is a good sign for bullish kwa upande wa gold. Okay, this is the structure kwa upande wa gold so far. Market baada tu ya vita kwanza iliporomoka straight all the way from 5,000 na miangapi huko 5,500 mpaka ikaje kuchukua liquidity kwenye hii liquidity level hapa. Upande wa namna gani tunatakiwa kumark hizi chart tumeshazungumzia kwenye video zilizopita. Tulikuwa tuna swing low hapa ambayo imeact kama inducement, alafu market ikaje ka react kwenye hii key level hapa. Lakini ukiangalia momentum ya hii weekly candle ilikuwa iko massive to the downside, lakini vile vile ukiangalia kwenye upande wa hii rejection candle, nayo ime reject price strongly kiasi kwamba hatutegemei tena market kuja kusweep hii low hapa. Na maana the low of the momentum candle has been swept, na tukawa na massive rejection ya hii candle ambayo inaashiria kwamba now it is the right time to go back to the higher price. Okay, pamoja na kwamba hii momentum imekuwa rejected, lakini bado kuna accumulation fulani hapa, yani kama vile the massive movement to the downside and the massive rejection all the way from the down to the top inatafutiwa mazingira fulani hapa. Hii accumulation maana yake na build liquidity ili kupata momentum ya kucross hii momentum candle.
Na kutokana na kilichofomika hapa baada ya kwa market imechukua liquidity kwenye hii level na ika bounce kwenye hii key level hapa, imetengeneza just a CRT pattern. Kama tunavyojua kwamba pattern sometime never lies, hasa kama zimefomika katika mazingira sahihi. This is CRT pattern na imefomika sehemu sahihi, maana liquidity has been taken na market imebounce kwenye key level, and then we expect the market it is likely to go all the way mpaka kwenye upande wa CR high kama tunavyoona hapo. Sasa tukiswitch kwenye time frame ndogo, ama tunasema kwamba tuna from this weekly time frame, first the market, for the market to change the direction or for the market to continue in the bullish direction, first of all ni lazima the liquidity ambayo imeaccumulate kwenye hizi candle tatu lazima iwe taken. Kuna candle ya kwanza hapa imeattempt kufanya pullback ikaishia hapa. Kuna candle ya pili imeattempt kufanya pullback ikaja kuishia hapa, and the last week nayo imeattempt ikaja kuishia maeneo haya. Ina maana hapa kuna accumulation ya liquidity, ile eneo lote hapa below these three candles kuna accumulation ya liquidity kwa kiasi kikubwa sana. So the market lazima itakuja kuchukua liquidity kwenye hii zoni yote, alafu then ndo itakuwa mwanzo wa safari ya kwenda kutafuta this level. Lakini don't be blindly, unavyopata nafasi au unavyopata opportunity usitrade blindly. Possibility ya kufika huku kutokana na kile kinachoendelea, market inakuwa inaendeshwa na headline, na headline nazo hazipoi kila siku. Lazima uwe na target. Kama ukipata opportunity, target previous week high ndo iwe last iwe ndo last TP kwa upande wako. In case kama utapata continuation opportunity is okay, lakini kama ukipata opportunity from this point, manake your last TP lazima itakuwa na 47.75. From 45.20 mpaka 47.75 ni pips nyingi sana, zinakutosha. Okay, this is weekly time frame. Okay, this is daily structure. Ukiangalia kwenye upande wa daily, this is daily structure. Ukiangalia vizuri utagundua kwamba market ilifanikiwa kuchukua liquidity kwenye hii level, alafu then ikatuachia key level hapa kabla ya print hii high kwenye hii level. Now last week market imeseli mpaka kwenye hii key level, lakini sasa ukiangalia vizuri hii key level hapakuwa na inducement around, na wala market hajafanya kutengeneza inducement yoyote kwamba inaweza kaja ka respect hii level direct. Sasa kama hakuna inducement, maana yake the key level itself ina kama inducement. Kwa hiyo tunategemea kwamba sasa for the market to gain momentum all the way up ni lazima ije ifanikiwe kuliquidate, kwa sababu tunategemea kwamba kuna massive buyers wamebuy na stop loss zao ziko around this previous week, previous daily low na previous week low, kama jinsi tulivyoona kwenye weekly structure. Kwa tunategemea kwamba the market must come straight kuja kuliquidate hizi stop loss maeneo haya, alafu then ndo tutapata access ya kubuy hii market to the new high, to the previous weekly high. Manake you have to wait for the market to liquidate his orders ambazo ziko resting at the bottom of this structure, alafu then ndio tutapata access au tutapata opportunity za kubuy, na target yetu baada ya kuwa tumepata opportunity ya kubuy itakuwa ni 47.70 ndo target yetu, japokuwa ina high possibility ikawa ndo the beginning of the market move to the previous, wanasema ile kwenye ile CR high based on ile weekly structure tulivyoona kwamba kuna CRT pattern imekuwa developed kwenye weekly time frame. Okay, this is our expectation based on daily time frame. Tunategemea kwamba when the market open, doesn't matter tafunguka na gap au namna gani, but the light option ni kusubiri kwamba market ije ichukue liquidity at the bottom of previous daily low na previous weekly low, maana kuna more than 3 attempt kwenye hii zone na maana zimeshatengeneza liquidity ya kutosha. Baada ya kwa liquidity imekuwa taken, tunategemea market inaweza katembea massively to the
previous weekly high. So that's our expectation. Tukiswitch kwenye upande wa 1 hour time frame, naweza tukaenda kupata hapo structure ama baadhi ya idea ambayo inaweza kaendelea kutupa confidence kwenye kitu tunachokitegemea. Okay. This is 1 hour time frame. Ukiangalia tumeona kwenye upande wa weekly time frame kuna CLT pattern na based on headline ambayo inaweza control market for next week. Vyote vina support bullish kwa upande wa gold. Tumeona kwenye upande wa daily chart tunaona kwamba market imefunga nearby a certain rejection zone ambayo imekuwa rejected in market several times. Na this is 1 hour time frame. Tunaona ya kwamba this is a previous week low iko hapa na market imefunga around maeneo hayo, lakini haijafunga tu just na momentum na strong momentum candle, na badala yake imefunga na sideway accumulation pattern. Ukiangalia hapa ni kwamba market ili attempt kurudi attempt kuvunja, lakini ni kama vile kuna multiple rejection from both up and down. Kwa hiyo ina maana ni kama kuna just a sideway accumulation. Ina maana hii ni indication ya kwamba market ilikuwa ina build liquidity around maeneo haya, and then the moment ikija ku liquidate ama ku take down hizo liquidity, inakuja ku bounce kwenye hii key level ambayo ni previous swing previous week high ama previous weekly low. Tunasema previous week low kama liquidity level tulivyokuja kuelekezana kabla. Kwa hiyo tunategemea kwamba the market baada ya kuwa imekuja ku take down hii liquidity ambazo imebuild hapa kwa masaa kadhaa kabla haijafunga market last week Ijumaa, maana yake ni kwamba ni lazima itakuja ku take down liquidity afu itakuja ku bounce kwenye previous week low, then kama ita confirm reversal ndo safari itaanzia hapo ya kuja kuitafuta hii previous week high 47.70. So kama utafanikiwa kupata entry ya kubuy kabla haija sweep hii liquidity, tegemea kwamba una high chance ya kuja kutolewa kabla market haja catch move upya tena to the upside. So kama una mpango wa kupata the big move, you have to wait for this pattern to be taken down and then market ndipo itaanzia hapo. Lakini vile vile endelea kukumbusha kitu kimoja, kama una uhakika na trading strategy yako kwamba una uhakika you can make something from the market, but capital ni changamoto, nitumie message, there is something for you na imani itakuvusha. Thanks for watching. Comment down below kama kuna changamoto, then share, likes na yeah, thank you.